Hujambo mpenzi mtazamaji, hii ni dakika chache baada ya kutamatika kwa gemu kati ya Young Africans dhidi ya Wiliete Sports kutoka kule Angola, ambapo Young Africans wameshinda kwa ushindi wa goli 2-0, Pacome akianzisha lakini pia Andabwile akimalizia. Unaitwa nani mzee wangu? Mimi naitwa Saidi Hassan Mshamu, shabiki wa Yanga kindakindaki. Niko na shabiki kindakindaki hapa wa Yanga. Yanga kiwango chake unakionaje kwa jinsi ambavyo inafanya mechi zake? Kiwango chake sasa hivi kinaenda katika hali ya kawaida na inarudi katika hali yao Yanga ya asilia, kwa maana Yanga ambayo tunaielewa sasa hivi imerudi katika mfumo wake. Okay, ninaona Yanga wakishindwa kufunga magoli ya mapema na kuongeza idadi yao ya magoli kama ambavyo tumezoea hapo zamani. Changamoto katika klabu yako ya Yanga ni nini hasa? Changamoto kwa sababu Yanga hajazoeana, wamekaa kwa muda mrefu, hawajazoeana, kwa maana sasa hivi mwalimu anawaingiza katika mfumo kwa sababu timu ni mpya na mwalimu ni mpya. Kwa hiyo wachezaji wale sasa hivi wanarudi katika mfumo wa mwalimu. Lakini Yanga walioanza leo walikuwa wengi wenyeji. Tunaona kina Pacome, kina nani? Wengi walikuwa katika timu majukumu ya timu ya taifa. Kwa hiyo sasa hivi mwalimu anawaingiza katika mfumo kidogo kidogo. Kwa hiyo anaingia kwenye mfumo wa mwalimu sasa hivi kwa sababu mwalimu ni mpya. Kwa hiyo na wale wachezaji wengi walikuwa katika timu ya majukumu ya kitaifa. Kwa hiyo sasa hivi wanarudi katika mfumo wao. Ninaona Pacome akiendelea kuendeleza uwezo wake binafsi. Hebu mzungumzie Pacome kidogo. Pacome ni mchezaji ambaye mwenye daraja ambalo la juu. Kwa hiyo msimamo wake na mchezo wake ni ule wa mwaka jana na mwaka huu ni ule. Yuko vizuri, hana matatizo kwa sababu sasa hivi hana majeruhi. Sasa hivi yuko katika hali nzuri. Anarudi katika mfumo wake wa kawaida kama Pacome ambaye anajulikana. Sio yule Pacome ambaye alikuwa mwenye majeruhi. Sasa hivi yuko vizuri na yuko kwenye mfumo vizuri. Hongereni kwanza kuchukua milioni 10 za mama alizoahidi kwa magoli yake zile. Na ni bado hiyo ni ndogo tu, kwa hiyo mwaka huu tutavuna nyingi zaidi ya hiyo. Natamani. Okay, na ushindi huu wa Yanga maanisha kwamba mmevuka hii awamu ya kwanza, lakini mtakwenda kwenye awamu ya pili. Tutegemee nini kwa klabu yako ya? Tutegemee mambo mazuri kwa sababu hao tunakutana nao manake ni mabingwa na sisi ni mabingwa. Kwa hiyo sisi tunaingia kwenye mfumo, hatudharau timu. Kwa hiyo kila timu kwetu ni finali. Kwa hiyo tunacheza mpira ambao kulingana na timu ambayo itakapokuja. Wakijipanga vizuri na sisi tutajipanga vizuri. Sawa. Ninaona Yanga wakifika mbali. Sasa mtazamaji pia unaweza kaandika comment zako hapo. Umeonaje kiwango cha Yanga na unaona watafika wapi? Asante sana na kushukuru mzee wangu kwa kuhudhuria kipindi. Karibu. Na huyo ni mzee ambaye ametoka kukamilisha kipindi hicho, na niko na shabiki mwingine hapa kindakindaki wa klabu ya Young Africans. Umepokeaje matokeo ya ushindi wa 2-0? Kwa ujumla matokeo nimeyapokea vizuri. Tunashukuru kwamba tumepata matokeo pointi 3 nyumbani. Kwa hiyo tunasubiri raundi ya pili ili tuende kuona timu gani tunakutana nayo katika raundi ya pili. Hebu zungumzia kidogo kiwango cha timu yako. Nimeona inashindwa kabisa kupata ushindi zile dakika za mwanzoni pale, changamoto zimekuwa nyingi mpaka dakika ya 40 na mambo yamekuwa magumu. Kipindi cha pili ndipo ambapo mmeweza kupata ushindi. Nini changamoto? Mbona kama kumekuwa na ubutu katika kikosi chako? Kwa ujumla kwamba kikosi kilichopita kikosi cha mwaka jana ni asilimia kubwa wachezaji ni wale, lakini mwalimu amekuja, mwalimu mgeni, na kuna maingizo mapya yameingia katika kikosi. Kwa hiyo unaona kwamba kocha anaendelea kutafuta ile chemistry ya timu. Ndio maana unakuta kwamba kuna baadhi ya akifanya sub baadhi ya wachezaji unakuta ile chemistry inakubalika. Alafu isosha leo lazima tumsifu mpinzani kwa sababu amecheza kwenye zoni yake muda mrefu. Unakuta Yanga, wachezaji wa Yanga walikuwa wanapata shida mno kupenya, kufungua ile
safu ya ulinzi wa timu pinzani. Tumeshuhudia kipindi cha kwanza Wiliete waliongoza possession, kama ulitazama vizuri. Umiliki wa mpira waliuongoza wenyewe. Unaona Yanga ikitoka kwenye uchezaji wao ule wa kumiliki mpira na pasi nyingi kama ambavyo tumewazoea. Hiyo kweli ni eneo la katikati, kwa mfano Mudathiri haya basi alikuwa amedrop. Umeona? Na unaona kocha kipindi cha Max Zingeli naye akuwa katika akuwa vizuri, naona alimeangalia akaona kwamba kuna mapungufu katika eneo hilo, akawabadilisha. Prince Dube pale mbele naye alikuwa bado sio hakuwa katika kiwango chake kile, akaingia Andre Boyele. Umeona tumepata goli. Na basi kwa mtazamo wako ndugu yangu shabiki wa Yanga, unaona kocha wako anatosha? Romain Folz mbinu zake unazionaje na mwenendo wa timu kwa ujumla? Bado mapema sana, ngoja tumpe muda tuone kama kweli anaweza kuendana na kasi ya timu au kwa hiyo tutakapompa muda. Nadhani kuna mchambuzi mmoja alisema mimi nampa miezi miwili. Tuone kwamba ndani ya miezi miwili je, anaweza kumudu ile hali ambayo wenzake wameifanya. Kwa hiyo tunaendelea kusubiri tuone kama kocha anatosha au hatoshi. All in all, hongereni sana kwa kuvuka hii awamu ya kwanza na mnakwenda katika awamu ya pili. Tutarajie nini mapya katika klabu hii ya Yanga? Kwa sababu msemaji wa Yanga Ali Kamwe alisema kwamba Yanga ambayo watu wanaona haichezi vizuri ni Yanga ambayo inashinda mechi zake na itashinda na kushinda zaidi. Wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Mimi bado na imani na timu yangu na tunakwenda kufocus malengo yetu kama rais wa klabu alivyosema kwamba focus ya timu, malengo ya timu kwa mwaka huu ni kwenda makundi. Kwa hiyo tunaendelea kupambana, tunaendelea kuombea wachezaji wetu wacheze vizuri ili tuweze kuingia kwenye hatua ya makundi. Umeliona gepo la Mzize? Gepo la Mzize lipo. Unaona kabisa kwamba kuna maeneo ambayo hapa yanahitaji Mzize aingie, linaonekana lipo. Kwa hiyo kwa sababu kocha anafanya rotation ya timu, tuna kikosi kipana, basi wengine wacheze ili waweka energy kwa ajili ya mechi zinazokuja mbele. Sawa. Hongera sana kwa ushindi huo. Na hiyo ni klabu ya Young Africans ambayo kwa leo imeshinda. Niongea na wewe mtazamaji ambaye umekuwa ukitufuatilia Michael Epic TV kwa muda mrefu lakini hauja subscribe, ujiunge ili tunapoweka video zetu hapa uweze kupata notification, uweze kutufuatilia. Tafadhali usisahau kubonya alama ya subscribe, lakini pia ukipenda weka alama ya like ili video hii iwafikie na watu wengine. Neno moja kwa mashabiki zako, kwa mashabiki wa Yanga juu ya kile ambacho kinakwenda kutokea katika. Mimi na wasihi washabiki wa Yanga waendelee kuisupport timu yao. Timu iko vizuri na tutapata ushindi. Hakuna tatizo lolote lile. Aisee, kushukuru sana. Basi huo ni mwisho wa video yetu hii kwa wakati huu, ambapo mashabiki wamezungumza juu ya performance ya klabu yao kama vile ambavyo mimi na wewe tumeweza kuifuatilia mechi hii. Hii ni Michael Epic TV, bingwa wa habari za michezo. Kuwa nasi, endelea kutusapoti. Niko pamoja na wewe kuletea habari hizi siku baada ya siku. Bye bye.